Makamu wa rais ndiye ambaye ataapishwa. Inazungumza ndani ya muda gani? Kwa kweli katiba haijasema ni muda gani makamu wa rais atachukua madaraka ya rais, isipokuwa tu kwa kuwa ni amiri jeshi mkuu wa nchi anakuwa ameondoka. Kwa hiyo kwa jinsi mamlaka itakavyoona inafaa, itaona kwa uharaka upi na kwa namna gani makamu wa rais hawezi kuchukua madaraka ya rais. Sawa. Na pia jambo lingine ambalo watazamaji wangependa kufahamu kisheria, makamu wa rais ataapishwa, atakuwa ndiye rais sasa mkuu wa nchi. Vipi kwa upande wa makamu wa rais? Sawa. Katiba hiyo inazungumza wazi kabisa kwamba mara baada ya makamu wa rais sasa kuapishwa kuwa rais, atakaa kikao na wanachama wa chama chake anachotoka makamu wa rais kwa ajili ya kupendekeza jina la mtu ambaye anastahili kuwa makamu wa rais. Alafu akishafanya hivyo, jina hilo litakwenda kupigiwa kura bungeni, na utaratibu ni kwamba kule bungeni lazima apate sio chini ya 50% ya kura za wabunge wote. Katika hiyo 50% tungependa kufahamu sana, ni 50% ya wabunge wote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au 50% ya akidi ambao watakuwepo bungeni kwa siku hiyo? Kwa mujibu wa katiba, kwa sababu bunge lina vikao vyake na linakaa kwa akidi. Kwa hiyo kolam ya bunge ikikaa kwa 50%, kwa maana kwamba ile ambayo inaweza kuamua maamuzi yote ya bunge, kwa maana tunazungumza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakikaa 50% ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakapiga kula moja kwa moja wakampitisha, atakuwa makamu wa rais. Ina maana hapo bunge linavoketi linaketi baada ya wito, baada ya utaratibu kupita, ndio wito kwa wito wa bunge unafanyika. Naam, ni mahada, yani kinachoanza ni kwamba makamu wa rais kwanza huyu aliyepo, kwa mfano kwa kesi yetu makamu wa rais Mheshimiwa Mama Samia, hakikisha apishwa kwanza yeye, unaofuata utaratibu wa kichama. Chama, kumbuka katika utaratibu wa kawaida tuliozoea kwa uchaguzi, huwa makamu wa rais anagombea pamoja na rais kutokea kwenye chama. Unaona pamoja kwa ni katiba, lakini linarudishwa kwenye chama kwa sababu ni chama ndio kimempoteza mtu wao. Kwa hiyo lazima makamu wa rais kwanza ateuliwe, yeye ndiye atapendekeza jina baada ya majadiliano ya chama anachotoka makamu wa rais. Alafu wakisha kubaliana anakwenda kupigiwa kura bungeni kwa ajili ya kumpa uhalali wa kuwa makamu wa rais. Kwa hivyo kikao cha bunge kitaitwa ni kikao bunge maalum kwa ajili ya upigaji kura. Sasa sheria haijalipa sifa kwamba ni bunge gani, kwamba ni bunge maalum kwa ajili ya kumpitisha au ni bunge kwa ajili ya vikao vya kawaida, lakini katiba tu inatamka kwamba atapigiwa kura bungeni. Katiba inasemaje iwapo hatopata kura zaidi ya 50%? Hapo katiba pia iko kimya kwa sababu katika hali ya kawaida nadhani katiba iko kimya, nadhani katika hali ya kawaida kwamba kama ni mtu ambaye ameshakubaliana kichama na chama tawala, kina tabia au kinaweza mara nyingi kinakuwa na wabunge wengi bungeni. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni kwamba uwezekano huo ni mdogo sana, japo unaweza kutokea sehemu huwezi kutokea, lakini ni mdogo sana ukiangalia nature ya mabunge kwamba mara nyingi kiongozi anatokana na chama tawala. Sasa chama tawala kama kimeshakaa au hicho chama ambacho kimempoteza makamu wa rais kama wamekaa wakajadili wakampendekeza mtu, ni kweli kwamba wanakwenda kupiga kura, lakini utaona kama vile huko walishakubaliana. Kwa kinachokwenda kupigwa kura ni kumthibitisha kwa ujibu kisheria na utaratibu uweze kufanya. Hapo vumilia, kuna darasa kubwa tutalipata. Huyo mtu ambaye rais mteule sasa atakubaliana na chama kumpitisha, kuna kanuni ama sheria wanasema kwamba lazima awe miongoni mwa, kwa mfano anaweza kaa yoyote kutoka ndani ya bunge au kutoka nje ya bunge, ama asiwe kiongozi fulani. Inasemaje sheria hapo? Sasa hii ni katiba ni sheria mama. Sasa katiba ina sifa za watu gani wanafaa kuwa rais, watu gani wanafaa kuwa makamu wa rais, watu gani wanafaa kuwa waziri. Imeainisha sifa za kugombea nafasi hizo. Kwa hiyo makamu wa rais atateuliwa miongoni mwa watu wenye sifa za kuweza kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo si mtu tu atachukuliwa kwa sababu ni mwanachama wa CCM au ni mwanachama wa NCCR au ni mwanachama wa chama fulani, ila kwa chama chao anaangaliwa kwanza mtu ambaye ana sifa stahiki za kuweza kupata nafasi ya kuwa makamu wa rais kama angegombea. Kwa sababu labda nikueleze kidogo kwamba makamu huyu wa rais ambaye ataapishwa kuwa rais, pia bado katiba inamruhusu kwa term inayofuata, kwa maana alipoishia marehemu John Pombe Joseph Magufuli rais, ni kwamba anaweza akagombea kwa term inayofuata kwa mwaka 2025. Sasa anaruhusiwa kugombea. Sasa ujiulize kama ataruhusiwa kugombea
akimtoa makamu ambaye hana sifa, watagombea vipi wakati anakwenda 2025? Sasa hapo anaporuhusiwa kugombea, unajua Vumilia una swali, ngoja kidogo Vumilia. Hapo anaporuhusiwa kugombea, makamu wa rais wa sasa hivi Mama Samia Suluhu, katiba inamruhusu anakuja kuwa rais. Anaapishwa kuja kuwa rais. Anakuwa rais wa awamu ipi? Awamu ya 5, awamu ya 6. Na akija kugombea baadaye katiba atakuja, yani hapo kidogo inakanganya hapo. Hii ni awamu ya 5 ya madaraka, ambapo marehemu Mheshimiwa Rais alikuwa anamalizia term yake ya pili kwa mujibu wa katiba. Katiba inatamka kwamba ane succeed madaraka, anayefuata madaraka haya ambayo kwa sasa ni makamu wa rais, mara anapoapishwa anamalizia term. Kwa hiyo anamalizia muhula wa awamu ya 5, muhula wa pili. Sasa kinachofuata ni kwamba yeye akija kugombea atakuwa anagombea kwa awamu ya 6. Katiba inafanua kabisa kwamba sasa hapo ndio kuna swala ambalo pia lilikuwa linazungumzwa, lakini iko hivi kwamba kama atakuwa amehudumu katika nafasi ya urais baada ya kuapishwa kwa kipindi kinachopungua miaka 3, kwa hiyo awamu inayofuata ataweza kuhudumu au kugombea kwa awamu 2, kwa maana ya awamu ya 6 ataweza kugombea muhula wa kwanza na muhula wa pili. Lakini kama atakuwa ameenda kuhudumu kwa zaidi ya miaka 3 kama ambavyo naiona kwa sasa, kwa sababu nadhani miaka 4 sasa imebaki kwenye 4.5. Kwa hiyo kama ni 4.5, ina maana yeye ana nafasi moja, lakini kama atapenda, katiba haimlazimishi. Kwa hiyo kama atapenda atapata nafasi nyingine ya kugombea urais kwa muhula wa 5 kwa muhula mmoja. Kwa awamu ya 5 ndio. Kwa hiyo manake Mama Samia akishaapishwa kuwa rais anaweza akagombea kwa muhula ule tu, kwa muhula mmoja. Sawa. Lakini swali lingine ambalo wananchi wangependa sana kufahamu, kikatiba imekaa vipi kwamba sasa makamu wa rais anaenda kuwa rais na atakuwa na makamu wake. Je, ataunda serikali yake upya, kwa maana ya kwamba je, waziri mkuu, waziri mkuu atakuwa yule au baraza la mawaziri litavunjwa na mambo kama hayo? Katiba inazungumza vipi? Unajua uzuri wa katiba imeweka mambo yote, pamoja kwamba huwa kuna sheria zinazotokana na katiba. Uteuzi au kinachofanyika ni kumwapisha makamu wa rais. Utaratibu wa kumpata waziri mkuu huwa unatokana na wabunge. Wabunge wakiwa wamekaa kwenye bunge lao, waga wanaletewa jina na rais. Sasa hapa tunazungumza kifo cha rais na mamlaka anayoyaacha na nani anafuata. Kwa hiyo swala la baraza la mawaziri halizungumzi kokote, kwa sababu ameondoka kiongozi. Kwa sababu namna nyingine, nadhani mna mfano wakati Lowassa amejiuzuru, Mheshimiwa Lowassa wakati ule, kwamba kuna namna tofauti za kubadilisha baraza zima la mawaziri. Ikitokea labda waziri mkuu ameondolewa au rais amejiuzuru, katiba inasema ndio kuna namna ya serikali nzima kuvunjika. Lakini kwa kifo hakuna mahali inasema baraza la mawaziri litaondoka na lije baraza jingine. Ni makamu wa rais. Sasa kitachofuata kama atamteua nani, atamuondoa nani, hiyo ni kama ambavyo amekuwa akifanya hayati Joseph. Kwa hivyo ataamua yeye rais. Hayo ni mambo yako ndani ya mamlaka yake na cabinet, kwa sababu pia rais anafanya kazi akishirikiana na makamu wake wa rais, ndio maana haraka sana atabidi amteue, alafu atakuwa na waziri mkuu. Kwa hiyo watashauriana bado ili kuweza kuona kwamba kama kuna umuhimu. Hiyo sasa haisemi kwamba lazima abadilishe baraza la mawaziri. Hapana. Hapo kwenye baada ya makamu wa rais kuapishwa, anapewa, katiba imempa muda gani hakikisha kwamba ameshampata makamu wa rais, ameshapeleka bungeni kwa ajili ya kupitishwa? Katiba haijampa, katiba haijambana, na ndio maana utaona kwamba haya mambo yanaachwa kwa sababu wage yanaangalia. Unajua mazingira yanatofautiana. Rais anaweza kafia nje ya nchi, rais anaweza kafia ndani ya nchi. Sasa kuna vitu vingine vitaamriwa kulingana na mazingira, kwamba kwa mazingira tulionayo tunawezaje kufanya kikao cha bunge haraka wakati tuna msiba wa kitaifa, tuweze kumpata mrithi au tuweze kupata siku fulani za kufanya mambo yetu. Kwa hiyo swala hilo litategemea, bado hajabanwa kwamba ndani ya siku ngapi, lakini tunarudi pale kwamba serikali, rais ni amiri jeshi mkuu na rais ni taasisi. Kwa kama taasisi inahitaji watendaji muda wote, kwa hiyo uhitaji wake na uharaka wake, ndio maana unaona kwenye katiba kama ni uchaguzi wa kawaida waga wanaapishwa au waga wanagombea wakiwa wawili. Sasa haya ni mazingira ambayo kwa kweli hata Tanzania nzima hatujategemea, hatujawahi kuyaona, tunayashuhudia kwa mara ya kwanza. Kwa namna hiyo makamu wa rais lazima atakapoapishwa lazima atakaa tena kutafakari nani anafaa kuwa makamu wa rais, lakini muda hajapewa. Nadhani unaweza kaangalia hata yeye kama binadamu ana majonzi ya kuondokewa na mtangulizi wake. Kwa hiyo ukimbana ndani ya siku 2
utakuwa unamuonea. Lazima apate naye muda kwa jinsi anavyoona inafaa na inavyostahili. Ndio maana wakili, sasa hivi tuna kaimu rais kikatiba. Nani ambaye ni mkuu wa nchi kwa sasa? Huwezi kumuita ni kaimu rais. Mkuu wa nchi ni makamu wa rais kwa sasa, kwa sababu katiba ilichokisema inatoa makabidhiano madaraka au kupokeana kwa madaraka kwa namna ambayo nani akiwa hayupo, nani akiwa yupo. Kwa hiyo haitamki kwamba, kwa mfano, rais anaweza akawa hayupo, tufanye amesafiri kwa mfano, alafu pengine makamu wa rais hayupo au ni mgonjwa, kwa sababu ambazo hawezi kushika madaraka ya rais. Katiba inasema kuna kiongozi, spika wa bunge, anaweza akashika mamlaka hayo. Lakini kwa kipindi hicho haimtamki kwamba wakati huo huyu ataitwa kaimu rais, kwa sababu mamlaka ya rais yanakoma, ya ukaimishwa yanakoma tu pale rais anaporejea. Kwa hiyo anashika madaraka kile anabakia na cheo chake. Yes. Kwa hiyo huyu ni makamu wa rais ambaye anafanya kazi za rais. Kwa sababu kwa sasa yeye kwa mujibu wa katiba sasa, kwa sababu rais hayupo kwa sababu ya kifo, yeye ndio yupo pale anafanya kazi za rais. Na mwananchi wa kawaida ameshazoea rais anavyoapishwa ni shughuli kabisa, shughuli tunashuhudia kabisa. Hii kwa mazingira haya katiba inasemaje? Katika mazingira haya ni sheria imesema tu kwamba katiba ibaki wazi, kwa sababu katiba inachokisema ni kwamba mara tu rais akifariki, kwa maana akiwa asipokuwa madarakani kwa sababu ya kifo, atakayeshika madaraka ni makamu wa rais. Ataapishwa vipi? Ataapishwa lini? Ataapishiwa wapi? Haijasemwa. Na sasa ni kwa makusudi kabisa, kwa sababu utakuwa na arrange vitu viwili, kwa sababu inawezekana mnapanga kumzika rais, wakati huo mnapanga kuangalia kumwapisha mtu. Sasa hebu jiulize, na kama ulivyosema kwamba inakuwa ni sheria ya kitaifa, unaalika watu mbalimbali. Sasa utawalika kwenye lipi? Kumzika rais au kumwapisha huyu? Unafanya sheria wakati una msiba. Na nadhani ndio maana limeachwa kwamba libaki kwenye mamlaka yao, watamwapisha kadiri inavyofaa. Darasa zuri sana. Bila shaka hapa tunapata somo tukikumbuka wakati alivyofariki alivyouawa Rais Kennedy. Makamu Rais Johnson aliapishwa kwenye ndege wakati safari ya kwenda Washington inafanyika. Na ilikuwa ni haraka mno kutokana na mazingira ya nchi na nchi na wakati wenyewe. Bila shaka wakili, tumekuelewa vyema sana. Kuna jambo lingine ambalo unaona kisheria wananchi hawajaelewa tukiwa tunamalizana na wewe? Mimi nadhani wananchi wameona kilichotokea. Ni kwamba tu labda waelewe tu kwamba serikali inaongozwa na miongozo na taarifa na sheria zake. Inapotokea msiba wa kitaifa, kuna protokali za namna gani ya kupata taarifa na nani anaruhusiwa kusema nini kwa wakati gani. Kwa hiyo taarifa inatolewa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba. Hakuna mtu anasimama kufanya chochote. Ndio maana hata la mwisho kabisa kwamba hata taratibu za mazishi, kwa mfano la mwisho mwandishi kwamba kwa mujibu wa sheria ya mazishi ya viongozi wa kitaifa, inatakiwa kiongozi wa kitaifa azikwe kwa mujibu wa sheria Dodoma, lakini bado imeacha kipengele kwamba anavyotaka yeye, mapendekezo yake yeye. Kwa hiyo mtu asije akahoji kwamba mbona huyu alizikwa wapi. Ni kwamba shughuli zote zinazofanyika, hakuna shughuli inatoka kichwani. Ni kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa taratibu, kwa mujibu wa kanuni na kwa mamlaka ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuongoza hizo shughuli. Katika muktadha mzima wa kuheshimu katiba, wajibu wa Mtanzania wakati huu ni nini? Maana maneno ni mengi, kila mmoja anaropoka la kwake mtaani. Unajua, mimi nasema si kuwa hukumu wa Tanzania, lakini tumekuwa na utamaduni wa kutokuamini au kupata taarifa kwenye chanzo ambacho ni rasmi. Taarifa zinakuwa nyingi kwa sababu kila mtu anaamini anachokisikia anakipata wapi. Lakini tukijenga utamaduni wa kuamini kile ambacho anakipata kwenye yule ambaye amekuwa na mamlaka ya kukisema, na sasa mkanganyiko haupo. Huwezi kupata mkanganyiko kama unafuata taarifa kutoka mamlaka inayohusika kukupa taarifa hiyo. Huwezi kupata mkanganyiko. Wakili, tunakushukuru sana. Asante sana. Tumepata darasa la kutosha. Asante kabisa. Na ni matumaini yangu kwamba mtazamaji wa TBC1 kiu yako ile ya kufahamu kisheria swala hili limekaa vipi, kwa sababu tukio hili ni la kihistoria kwa hapa nchini kwetu, hatuna uzoefu nalo. Ni matumaini yangu kwamba umeelewa kwa uzuri mambo yalivyokaa. Asante sana wakili Anton Ishengoma kwa ufafanuzi mzuri kabisa kwa watazamaji wetu. Na mtazamaji wa TBC1, tupate mapumziko, tutarejea.